Ni wakati mwingine tena, siku nyingine, majira mengine. Natamani tujifunze somo linasema madhara ya kuamua wakati wa maumivu. Madhara ya kuamua wakati wa maumivu. Ukisoma vizuri kitabu cha Ayubu, wakati ambao alipitia wakati wa maumivu, mateso, wakati wa kujaribiwa, moyo wake ulijawa na uchungu sana. Ikafika mahali akaanza kutamka maneno magumu, hata akailaani siku ya kuzaliwa kwake, kwa maana kwamba ni heri asingezaliwa kabisa. Tumeangalia tena Sara na Ibrahimu wakati wanasubiri ahadi kwa muda mrefu. Mungu amewaahidi ya kwamba watapata mtoto, lakini majira hayakujulikana. Ilikuwa ni ahadi ya Mungu kwao. Miaka imezidi kwenda, Ibrahimu na Sara hawaoni matokeo. Sara anamshawishi mume wake ambaye ni Ibrahimu kwamba kwa kuwa kuna shida ya uzao, basi aende akalale na mjakazi ili ajitwalie uzao. Biblia inaandika na sasa, baada ya kufanya vile wakampata Ishmaeli, lakini Ishmaeli haukuwa mpango wa Mungu. Kumbuka, baada ya kumpata Ishmaeli, Hajiri akageuza kibao, kwanza kumsema vibaya bosi wake ama mama yake wa nyumbani ambaye ni bosi wake. Maneno akageuka kwa mabaya. Kwa nini? Sara aliamua wakati wa machungu hakufikiri madhara ya baadaye nini itatokea. Watu wengi leo baada ya kupitia maumivu makubwa, mateso, hufanya maamuzi mabaya pasipo kufikiria. Maana kwamba watu wengi hutamka maneno magumu, heri nisingezaliwa, heri ningekufa kabisa, heri nisingefika hapa nilipo. Ni kwa nini? Moyo umebeba machungu, moyo umebeba maumivu. Sasa Biblia inasema kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 8 kwamba heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kwa kumwona Mungu kunahitaji mtu ambaye ana moyo msafi, ndani yake ana moyo wa mweupe, moyo usiokuwa na doa lolote. Sasa madhara makubwa sana ya kuamua wakati wa maumivu, wakati wa mateso, hapo kunaanzia visasi, kusalitiana, uasi. Maana hapo wakati huo kumbuke, amani inakuwa hamna. Kwa kama amani inakuwa hamna, kunakuwa na roho nyingine tofauti na amani ambayo inamtuma mtu kufanya maamuzi yoyote. Wanaojinyonga ni kwa sababu wamekosa amani ndani ya mioyo yao, mioyo imejaa uchungu, visasi ama kujinyonga. Waliposalitiwa, amani ikatoweka, wakaona bora kujinyonga, kujizuru. Kwa maamuzi yote yanayotolewa nje na amani, yanayotolewa ndani ya maumivu, siku zote huwa si mazuri, huwa ni mabaya ambayo wengi wameathirika nao sana. Kwa ndugu mpendwa, wakati una maumivu mengi sana, jaribu kujizuia, itafute amani kwa bidii, ndipo ufanye maamuzi yaliyo sahihi. Maamuzi wakati wa hasira wengi yamewagharimu sana wakati mwingine.